Kinachohukumu mpaka juu ya madhabahu, kwa sababu wanahukumiwa wanatoa kwa udhaifu. Ni watu wa bukubuku. Amina. Semeni wote amina hata kama inauma. Huo ndio ukweli. Kinachohukumu juu ya pesa si kwa sababu wanamwogopa Mungu. Kinachohukumu wanatoa kwa udhaifu. Nafsi zao zinawashuka. Kwa hiyo wanaona wakiweka pale, mimi ninaona na kutazama. Sikiliza, hata nisipotazama naweza kuona ulichoweka. Amen. Yaani watu wasema hii madhabahu ya bukubuku. Hii madhabahu ya bukubuku. Huyu nabii wa bukubuku. Natamani kufanya neno ufungue madhabahu ndio ujue hivyo. Mimi sio mtumishi wa bukubuku. Na hii madhabahu sio ya bukubuku. Amina. Na sitaki kuwa bukubuku. Amina. Watu wanafikiri madhabahu hizi ambazo tunaendelea kujitafuta kukaa kwenye viwango ni watu wa kushauriwa na kila mtu. Kama unaona una ushauri mzuri, kafungue ya kwako. Kama unaona unaweza kushauri kila kitu cha Mungu kwenye madhabahu, mwambie Mungu akupe neema kafungue ya kwako. Na mwambie kama unamweleza leo, mwambie basi kafungue ya kwako, maana unajua zaidi. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu ananena sifundishe ile ndio kufundisha. Anasema niseme alafu mhubiri anakuja kuhubiri Mungu. Amen. Kwa kweli roho Bwana anasema. Na maana nimefunua lakini nimebidi nifunike, alisema funika. Amen. Watu wanasema kwa nini sadaka zinakaa juu ya madhabahu na sio kwenye vyombo vya sadaka? Lakini na mimi naweza kuuliza swali. Ni wapi iliandikwa kwenye Biblia kwamba weka kibakuli au sahani weke sadaka? Mwanzo 22 kuanzia ya kwanza mpaka 18, wakati Bwana anamsemesha Ibrahim kumchukua nani? Isaka. Punguza kidogo. Kwenda kumtoa sadaka, anasema uende nami mpaka mlima nitakao nini? Takao kuambia. Alipofika alijenga nini? Toa sauti. Alijenga nini? Alijenga ni toa sauti yako. Alijenga nini? Alijenga nini? Kuna watu hawasemi, nataka nisikie sauti za wote. Alijenga nini? Kisha akamchukua Isaka akamweka juu ya nini? Toa sauti. Juu ya nini? Zile madhabahu zilikuwa na kuni na nini, si ndio Akamchukua Isaka akamweka juu ya ile madhabahu. Akamfunga nini? Mikono yake. Wakati anaweka ili aitakase sadaka, ndio Bwana akaachilia mwana kondoo. Watu wengi wanafikiri sadaka ni neno rahisi. Sadaka ni neno rahisi, ni kweli nzuri. Lakini Yesu hakujitoa sadaka kwa lugha nyepesi. Alijitoa nini? Kafara. Wakristo wanasema kafara nafikiri kafara ya shetani. Kafara ilianza kwenye agano la nini? La kale, au kwa ile sadaka ya kuteketezwa. Na ile sadaka ya kuteketezwa ilikuwa inawekwa juu ya nini? Ya madhabahu. Ukiona nabii au kuhani ameweka damu kwenye chombo, hiyo ni sadaka maalum yenye maelekezo maalum. Chukua damu hii, ichovye hii, fanya hiki. Mimi sifanyi ibada fashion. Na sifanyi kufanana na mtu yoyote, maana sijaitwa na mtu yoyote. Sijafundishwa na mtu yoyote. Sifanyi maelekezo kwamba fanya hiki kwa mapenzi ya mtu. Hapana. Kwa ni Bwana aliniambia sadaka zangu, ili mashahidi kwa muda mrefu kwa mnavyomba zitakaa juu ya madhabahu. Amina. Sadaka yako iwekwe juu ya madhabahu. Kwa sababu juu ya madhabahu maana unakabidhi Mungu wa hiyo madhabahu. Mimi kama kuhani natamka maneno juu ya Mungu wa hiyo nini? Madhabahu. Amen. Ongeza sauti sema amina kama unaelewa. Amen. Anachokuna acha kupiga kelele nyingi. Fanya unachotakiwa kufanya kwa ajili ya nani? Ya Bwana. Kisha kwa Bwana nimefanya nifanyie. Amen. Kwa wengi wanahukumiwa kwa sababu
udhaifu na wanahukumiwa kwenye mioyo yao. Kwa hii madhabahu tunaweka juu ya madhabahu kwa sababu Bwana alisema walikabidhi haja zao zote kwenye mikono yangu. Ndio maana kuna watu wanaleta sadaka, naweza kushika nikaiombea, nikamwambia kaeke pale, endelea hapo, yacho hapo juu. Kuna vyombo 6 au 7 vya sadaka vitatengenezwa, lakini sio vyombo vya bei rahisi ambavyo nao vina maelekezo maalumu. Nilisema kuna sadaka namba 7, namba 1 mpaka namba ngapi? Namba 7. Muundo wa hiyo sadaka ni thamani ambao muda wake kama mtu hawezi kuhoji kodi ya madhabahu, kama mtu hawezi kuhoji maiki zinatusumbua mpaka leo, nimelilia speaker nyingine na nini kwa mpaka leo kuna watu wanahoji, kama mtu hawezi kuhoji hata umeme unaekwaje, kama nimelilia zulia nyingine mpaka leo, nimelilia vitu vingine mpaka leo, tawaji chombo cha sadaka au mimi sio kupangiwa, mimi napangiwa na aliye hai. Amen. Yaani kwenye neno la Mungu mimi sipangiwi na mtu aina yoyote. Unaweza kunishauri na kupokea ushauri wako, lakini kampelekea nani? Mungu. Wale kwa nini zamani wanaelewa? Kanisa limeharibika kwa sababu ya hekima za wanadamu. Watumishi wengi walitoa mikono mwa watu kwa sababu walisikiza watu ili wasiwakwaze.